Bigi, vipi? Mbona kama kuna kivuli kimepita pale shwa? Mpaka siku ya mwisho tunafunga shule temu inaisha mwezi wa 6 hapa Nyongwe. Napiga msuli na nitawashangaza hapa. Bamnyongo, ni msuli kama kinaweza Newton. Kuna swali hapa. Causes of soil erosion. Namba 1 ni mvua. Namba 2 ni kulimalima kando kando ya maji, si vitu kama hivyo yenyewe ni gani. Majibu kwa Kiingereza Bigi najua human activities. Sasa kuielezea hiyo human activities kwa Kiingereza. Bigi geography nitarudia baadaye. Mchangano. Halo Helena, lile beberu bora, chinja na ondoa figo nini. Halo Helena, lile beberu bora, chinja. Halo Helena, chinja lile be. Halo Helena, chinja. Kuna series mbili Bamnyongo nimeteka akili yangu. Series moja inaitwa Mpini, nyingine inaitwa Single Kiasi. Sasa hii Single Kiasi inahusu mamamsi watatu. Mamsi mmoja anapiga kazi, mamsi mmoja corporate. Mamsi mwingine yupo tu nyumbani anajitafuta pale nyumbani. Huyu mamsi mwingine ni yule mamsi ambaye anamshemisha na penda mashuga daddy hapo wenyewe ni gani. Sasa mamsi wote cha ajabu wanatafuta namna ya kuweza kusettle katika relationship zao. Sasa kila relationship wanayoingia Bamnyongo hawakai. Hii Single Kiasi wana implement tarehe 16 mwezi wa 5. Zinaonyeshwa pale DStv. Channel namba 160. Bamnyongo nimekariri hadi channel. Hii Mpini ni series moja inamhusu mamsi fulani anaitwa Ndoni Themba. Huyu Ndoni Themba Bamnyongo ni amejaa visasi. Hii Mpini inaonyesha kila Alhamis na Ijumaa pale Maisha Magic Bongo saa 3 usiku. Baba, niko rada na kariri hivyo vitu. Tuje kwenye pepa sasa. Ulikula nini hapa kabla hujaja prepo? Viazi vitamu, miogo na kabichi. Mwenzako Isaac Newton alikuwa anakula mara moja, alikuwa anaelewa kwa nini anakula mara moja. Wewe unatindiga viazi. Kesho asubuhi kunapikwa uji. Uji tu ukikaa vibaya unashangaa umetafuna muhindi. Yaani ni uji ambao mpisha angesinzia kidogo ulikuwa unakunywa ugali. Kwa nini usikaire movie? Mchana ni ugali. Maharage. Hiyo Nyongo. Ni unakula kitu kile lakini katika formation tofauti. Kwa nini usione watu wanapita pita? Nyongo, sasa utaenda kufananisha na wanafunzi wengine. Breakfast tu awali sana, lakini unakula vitu muhimu. Kamkate kadogo, ka sausage fulani kadogo. Wewe hauli. Wewe unatindiga vitu. Yaani wewe itabidi ushibe. Ngona kanibeba ile. Kanikokota mpaka kitandani baba, nikarushwa. Nimerushwa pale kama nazi baba. Bigi nakwambia hivyo vitu wewe hutaki kuelewa vitu wenyewe. Akachukua ile kisosi ile ambayo tunawekea nani ya chai juu pale, tunaweka kikombe cha chai. Sio aliweka oil pale ile. Itakuwa ni asali, haiwezi kuweka grease huko kwenye kwenye hicho kisosi. Akanifuata pale chini akachukua ile mananili yangu kwa chini akaweka kwa juu hapa. Baba natamata ningekuwa nile mimi hapo wenyewe nione kula rada. Akaanza kula ile asali anakula. Baba ile hapo baba nilisili miguu yangu lisi sina miguu. Yaani baba si nikwambie kitu gani. Akaja hapa kanambia baba kapo vizuri nataka nikupe style inaitwa popo kanyambi. Ya mama. Ndiza kunyambi ngwe. Baba usiwaze acha nenye hiyo mbingu. Na mama, mimi nakaa hapa pembeni nakula hiyo rada, hebu nionyeshe unavyonyea hiyo mbingu. Baba alinyea hiyo mbingu. Baba mbingu ile nyewa pale yenyewe. Paka kuna muda sasa ngana zikiza jasho linatoka kwenye mwili. Jasho kakauka, ikasema linatoka ndani ya mwili. Moyo unadunda kwa hapa Baba moyo kwa dundia huko chini kwenye pipe. Baba, huyo demu sio Halima, unaona mwadisia kama Halima huyo. Baba unamjua Halima kweli? So Halima unamjua mimi? Hawa niambia na alama gani kwenye mwili? Sema tatu hapa, moja hapa, ya huu hapa. Ndio huyo. Baba huyo mamsi alikuwa ni mamsi yule chali yetu mmoja ile fariki kipindi kile alikuwa anaumwa magonjwa ajabu. Acha masara basi. Si yule alibona tulimsikaga kipindi kile mwaka juzi hapa, afu mamsi yake akamkimbia kaenda zake eda.
Yule mamsi ndio alitoka kwa daka akammetea chali hapa akaswende mmoja tulikuwa tunasumbuka naye. Mimi nilikuwa nakupigia simu mtoto wetu kuna chali yangu mmoja hapa anaumwa tunyazime bike yako nimpeleke hospitali. Yule mamsi yake alikuwa anaumwa hayo maukimwi manini na masaga mengine. Baba huyo ni Halima ndio huyo alimuacha chali yetu baba. Yule malai. Baba hata hapo ni umekwisha hisi. Kule baba ulipoa popo kanyoa mbingu. Baba utaenda kwenye hiyo mbingu huko ujue tena kwambia hiyo sababu shaka kisoro wewe. Una hata akili wewe. Hajisifia tu ujinga hapa nyamba unataka msingi hapa. Kumbe ni malaya hivi. Ulivaa kondo. Sasa nimekufa saa 7 aise. Nimeisha sasa. Umeisha baba. Unaliwa wewe. Mtoto huyu mzee ameoka kina Meko. Kwa hiyo umekuwa unamjua vizuri huyo mzee kwamba ana hayo mnago. Karibuni sana. Hawa ndio ile kampuni nilikwambia. Okay. They want to actually talk to you, see how we can go along this business and what not. Okay. Budget yenu ilikuwa shilingi ngapi? Ni milioni 10. Sawa, haina shida. Ngoja tu discuss hapa nje alafu tunarudia sasa hivi. Lucky charm. Mpare kutoa mapambo milioni 10. Deal is done. Sasa hivi tunagawana vipi? You guys, you just give me 60%. Asilimia 60 yote si tule 40. Wasikia ngombe kitu umekuwa kula tu asilimia 20. Are you guys serious? Kosha Mercedes Benz 55 kwenda kula seafood na wine Zanzibar. No problem. Akishinda kama mnakaza hiyo milioni 10 atakirudia mara ya pili. Lucky charm. Wanyonge. Hapa nina maduski wangu nikiongezea naenda zangu pale kwa Pagari. Unaweza kuna zile web ambazo wanauza magari. Unachukua linki ya kwenye web na paste pale kwa Pagari. Kama ni makampuni yanauza magari Japani unachukua una paste. Ukisha paste tu pale unaona kila kitu. Unakuwa unaona pale bei, unaona ushuru, unaona hadi hela ya mwisho ya kuweka ili upokee gari yako. Haina hata haja ya kwenda kwenye system kuangalia si kodi shilingi ngapi. Alafu pia unaweza ukakompea magari mawili ambayo unayataka. Inakushauri pale. Bwana, chuma hiyo unayochukua, choga, hii sio piru, chukua hii. Inakula sana mafuta ya hili. Mimi niko rada hapa za kayo nimetulia. After further discussion, tumeona tutoe 500,000. 500,000. Kwa tunaomba chukue muda kudiscuss, alafu mtatuambia mambo tayari kufanya kazi. Mimi niliwaambia tangu mwanzo. Angalau milioni mtu angeweza kugota kwenye milioni. Kwa gari una gari ya 300,000. Tumezaraulika sana. Yaani zarau mbaya sana. Ah, 300,000. Tunagana 1,500,000 1,500,000. Wifi imeisha, sina kitu ndani, sina hata. Ambe, hebu angalia ile jengo. Umeona wafanyakazi wake kule nje? Leo nimekutana na Wagalilaya. Wana wa Israeli, wanyongo. Wanavumbi miguuni. Ukishona hivyo wanyongo, hao utakuwa unajitolea sana kuna kuimba kwaya. Sumona wale madansa kwenye video za Rose Muhando wanavyoituma. Utakuja kuliwa. Hapa kutakuwa hakuna mshahara wanyongo, kuna ujira. Tofautisha kati ya mshahara na ujira. Atakuwa unalipa ujira. Wa Galilaya. Ndugu watahiniwa wa QT kwa maana kwamba ya qualifying test. Tumewapa mitihani miwili kwa ajili ya kuweza kufanya. Kwa hiyo mtahakikisha kwamba mnafanya mitihani yote ndani ya muda na mnaweza kuanza. Begi. Grasshopper. Panzi. Grasshopper. Panzi. Ndo vitu gani? Senene au nzige? Senene. Panzi. Kutuchore panzi. Sasa panzi wa nini? Yaani nikupe majibu. Chali. Sehemu gani umekwama nikupe majibu? Usijisumbue baba. Wala hata usijisumbue Bigi. Nimeshafeli. Unajua mguu wa panzi unahitaji kwa Kiingereza unaojua.
Sasa umeenda kukariri vitu vya mapanzi, vitu gani? Unakariri mapanzi saa ngapi ba mnyonge? Haya. Inasema French Revolution. French Revolution. King Louis XVI. Amna ni King Louis wa 16. Hiyo XVI ni 16. Namba Kirumi. Begi. Mbona makariri watu wote? Jina la katikati la Bibi Titi Mohamed au jina lake la ukoo? Na jina la jomba zako. Dalili zote za mnyonge zote naziona. Tutakuwa mafukara. Bigi, ona kipaji. Mimi na kipaji cha mpira. Kucheza mpira. Timu gani? Yanga. Kuna tofauti kati ya kucheza mpira na kusakata kabumbu. So nakumbuka pale mwanzo ile kwamba naona dalili zote. Baba tunaenda kusakata kabumbu. Asa jiulize mpaka tunaongea hivi mwalimu hatusikii. Ina maana hatuona aje hapa tutoboi. Hapa hata umwite haitikia anajifanya kalala. Ora. Unaona hicho kiashiria? Tumeisha. Bigi. Umtani mbona maswali machache hivi? Hizo maksi nyingine zinatoka coursework. Sasa ili ni faulu unatakiwa nipate maksi ngapi? 50. Bigi. Ile swali hapa linasema fasihi ni chungwa, mwandishi ni ganda, wewe ni kisu. Menya kwa kutumia riwaya 2 ulizosoma. Hiyo maana yake fasihi inabeba ujumbe mzito. Kwa hiyo ilo chungwa ndio huo ujumbe, ilo ganda ndio mwandishi, msomaji ndio kisu. Sasa namenyaje hapa? Ile chungwa na menyaji. Hizo riwaya ndo sioni kabisa future, yani. Bigi, swali la mwisho. Linasema fasihi ni ukoko kwa ngua. Fasihi ni ukoko kwa ngua. Ile silijui. Leo ndo nimegundua kwa nini maskini wengi wako tuna hasira. Yaani ukiwa maskini ba mnyonge una hasira zinaanziaga huko. Eti ni bora ucheke kwa umepanda toyo kuliko eti ulie ukiwa kwenye Range Rover. Hata ukiwa kwenye toyo utalia tu. Sasa ni bora utafuta hata gari yako yote hata mkopo. Kuna hiyo website inaitwa kopagari.com. Kuna magari ya kila aina ba mnyonge. Una apply mwenyewe. Haina hata haja ya kwenda mabenki uzurure. Ukisha apply pale, wanakuonesha kabisa kutokana na bank statement yako unastahili kupewa mkopo milioni 20. Kwa hiyo utalipa milioni 2 au milioni 1 au 800,000 kwa mwezi kwa muda wa miaka 2. Ndani ya masaa 48 tunapata huo mkopo. Sasa bora tukakope ba mnyonge. Hata ukiwa na hao machule yenye hapo uelewi kitu wote, ni bora ulie kwenye gari yako. Bora tukakope hao. Bigi, kwa staili hata wanawake tukakuja kuwaoa, ni bora tu wewe mwanamke mmoja mstaarabu msomi. Mkikosana pale ndani pale yenyewe, anaweza akakujibu tu cool down baba, cool down. Asa uje kuoa wanawake wa fasihi. Mmekosana baada ya kuambia cool down, utasikia niue.